Azimio la Umoja wa Kenya ikiongozwa na kinara wao Raila Amolo Odinga wataanza kuandaa vikao rasmi ili kufanya mazungumzo na wananchi kuhusiana na masuala kadhaa ambayo wanasema serikali ya Kenya Kwanza inafanya kinyume na sheria. Baadhi ya yale masuala ni kupanda kwa gharama ya maisha, kuondolewa afisini kwa kamishna wa IEBC akiwemo Juliana Cherera ambaye amejiuzulu, Justus Nyang'aya ambaye amejiuzulu, na Irene Masit pamoja na Francis Wanderi. Swala jingine ambalo wanapinga ni kuletwa kwa vyakula vya GMO hapa nchini na kuagizwa mahindi hapa nchini wakati bado wakulima wana chakula. Kwa hivyo ni baadhi ya yale ambayo yatazungumziwa. Kumbuka kwamba waziri wa usalama wa ndani wa taifa Profesa Kithure Kindiki alionya dhidi ya fujo, akisema kwamba yote ambaye ataleta vurugu basi atakabiliwa kisheria. Nikiachana na swala hilo ni kwamba mbunge wa Manyata Gitonga Mukunji sasa anasema kwamba bunge litamuadhibu Winnie Odinga kwa kutohudhuria kikao ambacho kilikuwa kimeitwa na rais pale kwenye ikulu. Kumbuka kwamba Winnie Odinga ni miongoni mwa wabunge ambao waliteuliwa kwenda kuwakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki, lakini katika kikao ambacho kilifanyika hiyo jana juzi kunradhi, Winnie Odinga hakuhudhuria, wakisema kwamba alikuwa ameotoa ama ametuma ombi la kutofika kwenye kile kikao. Lakini mbunge huyo anasema kwamba watamuita pale bungeni kisha wamuoje wasikieni kwa nini kwa kweli hakufika kwenye kile kikao. Nikitoka kwenye swala hilo ni kwamba sasa wabunge wa Kenya Kwanza ambao wamekuwa kwa mkutano kwa siku mbili wanasema kwamba wataunga mkono mswada wa kubuni afisi ya upinzani ama afisi ya kinara wa upinzani, kusema kwamba ni njia moja ya kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo upinzani inafanya iko kwenye sheria. Nilimwona mbunge wa Mugirango Kusini Silvano Sosoro akizungumza juu ya swala hilo, nikamwona majority leader Kimani Ichung'wah akizungumza swala hilo. Kwa hivyo ni swala zima ambalo limeibua hisia hapa na pale, na tutakujuza kwa undani kabisa katika kipindi cha Morning Briefer. Nikiachana na swala hilo ni kwamba ile huduma ya ama ile idara ya utangamano na uwiano hapa nchini NCIC imezindua ripoti yake kuhusiana na jinsi ambavyo uchaguzi mkuu wa Agosti 9 uliendeshwa. Kulingana na mwenyekiti Samuel Kobia, anasema kwamba uchaguzi huu ndo uliokuwa uchaguzi wa utulivu kabisa kuliko chaguzi zote ambazo zimewahi andaliwa, kusema kwamba Wakenya walikuwa wanajua kitu ambacho wanafanya, vurugu hazikuwepo hata kama kulikuwa na visa hapa na pale, lakini overall ni uchaguzi ambao uliendeshwa kwa njia nzuri kabisa. Ni swala ambalo kwa kweli wale ambao ni washikadau katika ile tume ya NCIC wanasema kwamba pia kama Raila Odinga anafanya mikutano ya kutafuta maoni ya wananchi, basi wafanye mikutano ile bila fujo. Na tukiachana swala hilo, ni rasmi kwamba sasa hivi kumekuwa na maelewano kati ya wapiganaji kule mashariki mwa DRC pamoja na serikali, na hii ilifanikishwa na mikutano ambayo imekuwa ikiandaliwa ambayo ilitamatika hapa nchini Kenya kwenye jiji kuu Nairobi, ambapo rais mstaafu Uhuru Kenyatta alizungumza akisema kwamba waasi wamekubali kuweka silaha chini, ila wakiweka silaha chini basi nao wanataka something in return, kusema kwamba wanataka wawekwe kwenye tume tofauti katika taifa la DRC, wanataka wajumuishwe katika uongozi na mambo mengi, wakisema kwamba kuna baadhi yao ambao likamatwa ambao labda hawakuwa na makosa, kusema kwamba wataachiliwa alafu tume zibuniwe za kuwachunguza. Na rais mstaafu Uhuru Kenyatta alisema kwamba huenda akawa miongoni mwa wale ambao watakuwa wanachunguza wale ambao watakuwa wameachiliwa. Nikiachana na swala hilo ni kupeleka upande mwingine. Kumbuka kwamba katika ile kaunti ya Meru baada ya mahakama kusitisha hoja ya kuondolewa mamlakani kwa gavana Kawera Mwangaza, wabunge wale madiwani tena wamerejelea kuanza kuzungumzia ile hoja ya kumuondoa afisini. Dennis Kiogora ambaye alikuwa amewasilisha ile hoja pia jana, nilimuona akiwa pale, anasema Kawera Mwangaza amevunja sheria
saa kuhusiana na uteuzi. Amemteua mume wake, amewafuta baadhi ya maafisa wa kaunti, hataki kufanya kikao na madiwani ili kufanya mazungumzo. Ni masuala mazima ambayo kwa kweli sasa hivi nilimsikia naibu rais Rigathi Gachagua juzi akisema kwamba atamshurutisha rais kufanya kikao na madiwani pamoja na gavana Kawera Mwangaza ili kupata mwafaka na kusuluhisha mzozo ule. Mwisho na hili limegusa wengi sana. Serikali huenda ikatupilia mbali ama ikaondoa shule za msingi za bweni, boarding primary schools. Haya yalizungumzwa na katibu wa wizara ambaye anasimamia idara ya elimu ya msingi Belio Kipsang alipofika kwenye mkutano wa kila mwaka wa walimu wa shule za msingi katika eneo la Bombolulu kule Mombasa, ambapo alisema kwamba hamna haja ya kuwa na primary boarding schools. Kumbuka kwamba hii yote ni kwa sababu ya kutaka kurudisha gharama ya elimu chini. Na kumbuka kwamba wakati ambapo rais alifanya kikao na lile jopo ambalo lilikuwa limeteuliwa kuangalia mfumo wa CBC, alisema kwamba wanataka kutengeza elimu iwe accessed by everybody, and one of the things watafanya is to increase day schools. Labda ni njia moja ya kuhakikisha kwamba day schools zinakuwa kwa wingi. Na mwisho, kabla sijaondoka hapa ndani, kumbuka kwamba vita kule Ukraine vinaendelea, na ni Russia ambayo inaendelea shambulia Ukraine pale, swala ambalo wakati mwezi uliopita nadhani Rais Joe Biden alisema kwamba ana dhamira ya kufanya mazungumzo na Vladimir Putin ili amshurutishe aache mashambulizi yake dhidi ya Ukraine. And finally, kwa wale ambao ni wapenzi wa spoti, Morocco ilifuzu kwenda robo finali ya kikombe cha dunia, makombe la dunia kule Qatar, ambapo sasa hivi itakutana na timu ya Argentina. Argentina ilitandika timu ya Switzerland mabao 6-1 usiku wa kuamkia leo. Kwa hivyo ni kipute ambacho wengi najua mtakuwa mnashabikia Morocco ifuzu kwenda nusu finali, lakini hayo yote tutakuwa tunajua kuanzia Ijumaa pamoja na Jumamosi wakati ambapo robo finali zile zitachezwa. Ni hayo tu kwa sasa, niruhusu nipumzike kidogo.